binti yangu, na siku nyingine ukiwa umejiandaa kwa vita, huwa unajipanga kwanza. Malikia, lile lipasta lina nguvu nyingi. Nafikiri wewe mwenyewe umeshuhudia. Sio kivile bwana. Kweli Malikia, tumeshindwa jinsi ya kumdhibiti. Aja. Wewe nimekununua kwa bei kubwa sana. Inabidi nifanyie kazi kadri ninavyotaka mimi. We nenda, utafanya nitakavyokuongoza. Asante sana Malikia, nitafuata maagizo yako. Na wewe, unajua kazi niliyokupea. Hakikisha huo kijana unamzuia. Asante Malikia. Dada dada, samahani. Uko sawa? Ndio. Mimi naona wewe ni mgeni katika mtaa wetu huu. Ndio, mimi ni mgeni. Nimekuja kumsalimisha shangazi yangu. Safi kabisa. Wewe ndiwe binti wa mzee Majuto wale mliohamia mjini zamani? Ndio. Okay. Sasa hiyo zamani umeenda ukiwa mdogo sana, sasa naona leo umekuwa mrembo zaidi, yani nakosa jinsi ya kuaje kabisa ya kusema. Acha bwana. Usiseme hivi. Yaani wewe mrembo dada. Kawaida. Kawaida? Amna, sio kawaida bwana. Ni kawaida. Unajua katika maisha kuna bahati zingine ambazo zinakuja ghafla. Sasa mimi kama mimi sijui kwanza kama mimi mnanifahamu au mmenitambua? Sikufahamu. Huyu mzee wa hapa chini, mzee Tomaso unamfahamu? Mzee Tomaso babake naye alikuwa anaishi mjini, ambaye ni babu yangu. Sasa tukahamia huku. Sijui kama unamfahamu mzee Tomaso?
Oh, ndio, unaweza kuwa usimfahamu, ndio sababu mlienda huko mjini mkiwa wadogo sana. Sasa sijui kama ninaweza kuomba kitu dada. Yeah, niombe. Nilikuwa nahitaji kama utaweza nipea namba ya simu ili wakati nitakuja huko mjini, sababu nina mpango wa kuja huko mjini ili nikutafute tuwe tukiwasiliana. Kama sio mbaya, naweza nipea. Sina simu. Una simu? Hapana. Binti wa namna hii kabisa. Simu yangu iliharibika. Acha tu ukose simu. Binti mzuri hivi akose simu. Kuna kitu maalum kabisa nataka nikuombe. Unisaidie kabisa. Sijui kama naweza nisaidia. Hamna shida. Basi sijui kama tunaweza kaa pale tuweze kuzungumza. Okay. Sawa. Asante. Kijana. Unaongea na mimi au unaongea na mtu mwingine? Naongea na wewe. Una shida gani? Kwani wewe ni nani? Unaniongelesha ukiwa wapi? Tulia kijana. Nenda kwa mtumishi wangu Fabrice, atakusaidia. Dada, kiukweli katika maisha kuna vitu vinakufikia ghafla na unakosa kuvicontrol. Kiukweli kabisa nilivyokuona tu, sijui niseme nini, ila kuna kitu fulani moyo wangu umeniambia. Mimi ni kijana mcha Mungu na umri wangu unaniruhusu kuoa. Nahitaji mwanamke mzuri wa kuoa. Mimi sijui nianzie wapi kwa kuongea ama kwa kusema. Kiukweli nimetokea kukupenda. Natamani uwe mwanamke wa ndoto zangu, uwe mwanamke wa maisha yangu. Tuzae watoto tukajaze dunia kama vile maandiko matakatifu ya Mungu wanavyosema. Unajua neno la Mungu linatuwazia vyema. Hata maandiko yake yanasema katika Yeremia mstari wa 29, shahiri ya 29 mstari wa 11, inasema hivi kwamba maana ninajua mawazo ninayowawazia kuwa ni mawazo mema, na katika hayo mawazo mema nimetokea kuona mawazo ya Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Na mawazo ya Mungu kwangu, nimeona na wewe kabisa unaweza kufaa katika mawazo ya Mungu. Kwa kuwa nilivyokuona tu nimesema hapa Mungu anajibu maombi.
kama utaniruhusu ama utaruhusu moyo wangu ukae kwako, nitafurahi. Mimi kabisa nakuomba basi kubali penzi langu. Naomba unipokee basi, kwa sababu usipolipokea penzi langu basi nahisi kuwa mtu ambaye asiyekuwa na maana, mtu ambaye asiyekuwa na bahati kabisa maishani. Nimetembea mtaani kote huko, ila sikuwahi kuona binti mrembo kama wewe. Aki, nakwambia ukweli. Kaka samahani, napole kwa unapiga mstari mingi, ila ungejua kama ina boyfriend usingejiumiza kiasi hicho. Ndio dada, umeniambia kuwa una boyfriend. Ndio kabisa, na inaeleweka, kwa sababu binti mrembo kama wewe huwezi kukaa hivi na una mtu. Ila mimi nikubalie, mimi siko wale wanaume ambao mnakutana mnaongea kitu kisha kitu hicho kinabaki huko. Mimi ukinikubalia hata kesho natoa mahali tunafanya harusi moja. Mimi siko wale wanaume ambao naojidanganyishia. Wewe nakuomba, na kukupenda kwangu usione vibaya. Nimekupenda kama vile wanadamu wengine wanavyopenda, na isitoshe wewe ni mtu mzuri kabisa anayemvutia kila mtu. Hata Mungu mwenyewe ndiye alianzisha hili swala katika bustanini ya Edeni. Akaona mwanaume anamaliza miaka kadhaa hacheki, haongei, hafanyi chochote. Mungu akasema huyu mwanaume anastahili nimpe liua. Na Mungu huyo alipomletea Eva, Adamu akaanza tabasamu. Na mimi nilipokuona nimesikia tabasamu na niingia rohoni. Basi nakuomba basi fanya neno la Mungu kwangu. Kiukweli dada, mimi nakupenda na nina malengo na wewe. Nakuomba sana, nakuomba na moyo wangu wote. Sawa, tafikiria kama nitakuwa hilo liua ama Eva tukifika huko Edeni. Sawa, basi nitashukuru. Uwe na mafikiri mema. Kaka vipi? Hawa ni nyoka eh? Nyoka? Mimi sioni kitu. Nilikuwa naenda kwa rafiki yangu, alafu ghafla nikakutana na nyoka, lakini nashangaa sioni. Sasa ulikuwa unaenda kwa rafiki yako kufanya nini? Nilikuwa naenda kumtembelea tu. Ondoka hapo pesi. Dada, mimi naenda, tutaonana baadaye.
Nikusindikize sasa? Hapana, wewe nenda tu. Okay. Take care. Wacha bana, wacha nivae. Mimba itanichoma. Wacha nivae, mimi itanichoma. Wacha. Bei. Uko wapi? Yesu! Jina la Yesu. Jina la Yesu.